Ninawasalimia watu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Siku ya leo nina furaha kuwa pamoja nanyi ili nikaweza kuwaletea neno la Mungu lililoandikwa na Yoshua ambaye ni mwana wa Nuni. Alikuwa amepewa ushukani wa kuongoza wana wa Israeli. Naye nataka kuongea ni sababu sisi tuko katika vitani. Wakati tumealikwa na Mungu kumfuata, basi tumeingia katika the battlefield. Na ndio sababu tumekuja ili kuwaonyesha njia hali ya kupigana vita. Vita hivi si vya mwili bali ni vita vya kiroho. Mwaka huu tunaingia katika mwaka wa kusema kuna vitu mingi ambaye shetani ameiba na ni mpaka na ni lazima zirudishwe. Na tuna uhakika ya kwamba Mungu wetu ambaye tumafuata ana nguvu vya kutosha na ataziregesha. Basi ni sababu tumejua ni tuko vitani. Ndiyo sababu tunataka kujiandaa tujue vita tutapigana namna gani. Joshua akaandika katika kitabu cha Joshua 11 mstari ni wa 21-22, akaandika akisema kwa Kiswahili: wakati huo Joshua akaenda na kuwakatalia mbali hao Waanaki ambao walikuwa ni mahadui wao watoke nchini ya vilima. Kutoka Hebroni anataka kuwaondoa ili wakaweza kukaa, na kutoka Debri, na kutoka Anabu, na kutoka katika nchi yote ya vilima ya Yuda, na kutoka katika nchi yote ya vilima ya Israeli. Yoshua akawaangamiza kabisa na miji yao. 22 hawakusalia Waanaki hata mmoja katika nchi ya wana wa Israeli, isipokuwa katika Gaza na katika Gathi na katika Ashidodi walisalia. Amina. Hii mkutano huu ama wakati huu tumekuja ili tukutane, tuambiane, tufundishane jinsi ambayo tutaweza kupigana vita hizi. Kumbuka nimesema ya kwamba vita ambayo tumeingia, the battlefield that we are in, si vita ambayo tutapigana na mwili na nyama. Ala hasha, ni vita tutapigana vya kiroho. Basi swali ni, kama ni vita vya kiroho tutafanyaje? Kile kitu ambacho tutafanya ni kukaa katika magoti kupigana vita katika maombi. Na ndio sababu unapojua jinsi ya kuweza kufanya kazi ya kiungu, basi hutakuwa na shida tena, na shetani atakaa akiwa tayari nawe na anajua uhakika kama Mungu ako pande yako ni mpaka aweze kushindwa. Hii ni hadithi ambayo iko hapa ili tukaweza kuisikiliza na kujua lile ambalo lilifanyika wakati wa wana wa Israeli. Nasi tumekuwa wana wa Israeli kupitia baba wetu ambaye ni wa zamani, Abrahamu. Through the Abrahamic anointing, ndio sababu sisi ni moja katika wale wana wa Mungu. Na ndio sababu unaona shetani halali. Nataka kusema nini? Tukisha jua kana kwamba tuko vitani, the battle, lazima tujue tutafanya nini. Jambo la kwanza, kama tuko vitani wapendwa, lazima tukaa tukijua ya kwamba twahitaji kupata the intelligence, the divine intelligence. Mimi nimekuwa mwanajeshi
na nimekuwa nikifanya kama jeshi. Na kwa hivyo wakati tunataka kuanza vita, lazima tujue vita viko wapi na litapiganwa na nini, na tuko na vyombo ya aina gani. Ile intelligence ambayo iko kwa Biblia, 2 Kings chapter 6 verses 18 to 23, ilikuweko wakati kulikuwa mtu mmoja prophet ambaye anaitwa Elisha. Na wakati alipata kujua vile na jinsi vile vita vilivyokuwa, basi akaandaa makobora, akaandaa jinsi ambaye atafanya, na kile ambaye alifanya, akawatuma the spies. Na ndio sababu inasemekana akawatuma watu waende wakaangalie mahali watapigana, the spies. Wale watu wa kuenda kuangalia, sijui nitawaita nini kwa Kiswahili. Basi walipoenda, na shukuru Mungu ni sababu out of the wengi ambao alikuwa amewatuma kama spies, ni 2 tu walirudisha the positive report about where they are going to hit. Na hile mambo alileta ikawasaidia katika vita vilivyokuwa mbele yao. Haleluya. Nasi kama kanisa tumeitwa ili tukaweza kuangalia mahali tunakuwa na tutapigana vita. Na kama tumetumwa na tuko na tunaenda kule, nataka tuwe watu aina mbili. Kuna watu ambao wanapoenda kule wanarudisha a very negative report. Umeitwa na Mungu kaambiwa kwenda angalia, sababu anasema mahali macho yako itaona, mahali wewe utafikisha macho yako, basi patakuwa pako. Na sasa wewe unatarajia kuangalia, macho yako haioni. Watu wengi tunaangalia kwa macho ya nje, bali Mungu anataka tuangalie mambo kwa macho ya ndani ya kiroho. Na kama tutaangalia macho kwa kiroho, kwa macho ya kiroho, ni lazima tuwe connected in prayer. Hallelujah. Lazima tuwe katika maombi. Every day, every now and then, jioni hata usiku saa 6 asubuhi, na lazima tuwe kwa maombi. Na tunapokuwa kwa maombi, hakika lazima tushinde ile vita. Basi Elisha aliendelea kuomba Mungu, sababu ameelezwa jinsi kulivyokuwa, na akaelezwa ile jeshi iko upande ule ni kali. Naye kuna jambo moja alifanya in verse 18, akaomba tu Mungu kawafunike macho, wafunge macho wasije wakatuona. Kuna vita ambaye inahitaji tu uombe Mungu kufunika macho ya wale ambaye ni mahadui zako wasije wakakuona. Haleluya. Nataka kusema nini kuanzia leo kuendelea? Nataka uombe ombi hilo kama vile prophet Elisha alifanya. Mungu kafunge watu hawa macho ili nikaweza kupenya, maana kile ambayo umeniagiza kiko mbele ya maadui, na usiponisaidia haitawezekana. Lazima ujue the strategies. The strategy, nataka kusema once again, ni maombi. That is the strategy. Nataka ujue the strategy ya maombi ni nini. Lazima uwe, the first strategy, you must apply faith, imani. Hata kama mambo haiko na unaona kana kwamba hakuna, basi uamini ya kwamba imo katika Hebrews 11:1. Hata kama kitu hujaiona, amini ya kwamba utaiona na itakuweko. Na kwa hivyo unapoamini, Mungu ataoverturn what the devil is planning to do against you. Hallelujah. Nataka uelewe wakati tunataka kuingia mwaka huu, maana kuna kitu ambaye Mungu ametayarisha kutupatia. Hatutakipata tu hivyo. Sio rahisi wapendwa, sio rahisi, bali lazima tuweze kujua how to go about it. Kumbuka vita hivi ni vikali, lakini Mungu anasema msiogope, maana nitakuwa pamoja nanyi.
Sijui naongea na mtu gani ambaye yuko hapa. Sijui ninaongea na mtu gani ambaye anashindwa na anasukumwa na shetani. Nimekuja kukuhakikishia ya kwamba Mungu akiwa pande yako, lazima utashinda vita. Haleluya. Na wakati unajua namna hiyo, anza kuelewa utatumia vyombo vigani. Katika Biblia unaambiwa neno la Mungu ni one of the weapons. Kwa hivyo jiandae with the weapon so that uweze kupigana vita. Maana Mungu atafuata neno lake lile ambalo lilitoka kwa kinywa chake. Anasema neno langu nitalifuata ndiposa nikaitimize. Kumbuka ahadi za Bwana ni ndio na amina. Kitu ambacho nahitaji kujua ni kwamba Mungu alinena na neno lake ndio hili, na sisi tutatumia neno lake. Si kuomba tu maneno matupu, bali ni kuomba Mungu akusaidie ndiposa akufikishe kule unaenda. Nataka kusema nini? Nataka kumalizia kusema ya kwamba ni lazima tuwe na ushindi juu ya adui. Basi nitawachia hapo wapendwa, nikiomba nikisema ya kwamba Mungu awabariki, na tutakuja kutoka hapo, tutaendelea na injili itaendelea. Amen.